Tumeishia pale sister ametengewa maji ya kunywa ambayo akonywa tu moja kwa moja anakuwa amejiunga na shetani bila yeye kujua. Sister kweli baada ya kumaliza kula ile anashika glasi ya maji mara sister mmoja akanigwa na chakula. Halafu pembeni yake hakukuwa na maji haraka sana sister akampa yake maji yake. Kile kiumbe kilikasirika sana kuona sister tena hajanywa maji yale. Sister akamwambia unaweza kunywa haya maji yangu mimi nitachukua mengine. Kiumbe kile kilitoka pale kikiwa na hasira sana maana kila njia kinayojitahidi kuifanya inashindikana. Kiumbe kile kimekaa baadaye kinafikiria kitafanya nini baadaye kikapata wazo. Kikaona hapa bora nisubiri usiku pindi sister amelala na niende nikamnyweshe maji yale pindi sister amelala. Kweli usiku ukafika mida ya saa 7 za usiku kiumbe kile kikasema huu ndio muda sahihi. Kweli kikaweka maji yale katika dumu na kuelekea chumbani kwa sister huku lengo lake ni lazima kimnyweshe maji yale sister hata kinguvu ili mradi kifanikiwe hadhima yake. Basi kweli mida ya usiku mishale ya saa 7 za usiku kiumbe kile kimeandaa maji kwenye chupa kikaelekea chumbani kwa sister. Lengo lake kubwa ilikuwa ni kumnywesha hata kikunguvu sister ili kifanikishe adhima kiliotumwa. Kweli kimefika hadi chumbani kwa sister kinamkuta sister yupo anafanya maombi tena hayupo peke yake. Yupo na masister wawili wanafanya ibada ile kuingia akashangaa. Wale masister wakamuuliza kulikoni mbona unaingia bila hodi? Kiumbe kile kikasema samahani nimekosea mlango nyie. Endeleeni, masister wale wakasema lakini unaweza jumuika na sisi. Kiumbe kile kikasema hapana ngoja niende. Masister wale wakamuhimiza sana. Hatimaye kiumbe kile hakikuwa na jinsi kikabidi kijumuike nao. Kweli wakafanya ibada hadi wakamaliza. Kiumbe kile kikamuuliza kwa mtego tu, mbona leo umeamka usiku na kufanya ibada shida nini? Sister akasema hata sijui. Yani nimejikuta tu kama naota naambiwa niamke nifanye ibada nichukue na masister wengine. Nikajikuta tu naamka na naanza kusali. Hii sio kawaida yangu ila leo ni kama roho imeniingia. Sister anaongea asijue ni Mungu ndio ameweza kumlinda bila hata yeye kufahamu. Je, unadhani itakuwaje? Basi kiumbe kile kikaondoka kikawa kimefeli kwa mara nyingine tena kumpa sister ile dawa. Baadaye kikaenda kwa kiongozi wake kumwambia ya kwamba kazi imekuwa ngumu kwake. Kiumbe kile kufika kinamwambia ya kwamba kimeshindwa kumfanya sister anywe ile dawa. Kiongozi wa mashetani wale alikasirika sana. Unashindwaje kufanya kazi ndogo kama hiyo? Nisamehe kiongozi, basi mimi nitaifanya kazi hiyo mwenyewe. Kiumbe kile kikasema nitaingia mwenyewe vitani kupambana kama nyinyi mmeshindwa kazi. Kweli asubuhi na mapema ile sister mmoja anafungua mlango wa kanisani pale akamwona bibi mmoja amelala mlangoni kwa sheria ni kama amepata matatizo na kuzimia sehemu ile. Haraka sana sister akawataarifu viongozi wa pale na wakamuingiza bibi yule hadi ndani ya kanisa. Wasijue ya kwamba yule sio bibi wa kawaida bali ni yule shetani kiongozi ameamua kuifanya kazi ile yeye mwenyewe. Kweli bibi yule wakampeleka chumbani na akapumzika. Ile baadaye mida ya jioni bibi yule akapata fahamu na kuamka kitandani. Masister wakaja hadi chumbani kwa bibi yule na kumsahabi kama yuko salama. Tumeishia pale bibi yule amepata fahamu kitandani, masister wakaja kumsabahi kama yuko salama. Lengo la bibi yule ilikuwa ni kumfanya sister anywe ile dawa ili awe chini yao. Bibi yule kweli kuamka macho yake alikuwa anamwangalia tu sister mmoja ambaye hadima yake ilikuwa ni lazima akamilishe lengo lake. Masister wakamuuliza bibi uko salama? Bibi yule akasema nilikuwa natembea ghafla nikajisikia tu vibaya na nikadondoka. Masister wakasema pole sana bibi, itakuwa ni uchovu tu, pumzika utakavyo. Bibi yule akasema asanteni sana kwa ukarimu jamani, sina cha kuwalipa. Usijali bibi, wewe kuwa na amani. Bibi yule kichwani kwake anafikiria anasema kwa siku nitakazokaa hapa lazima nifanikishe lengo langu, iwe isiwe lazima nikamilishe hadhima yangu. Kweli mida ya jioni bibi yule akaletewa chakula na moja ya sister wa pale kanisani. Asante sana mjukuu wangu, usijali bibi, ule chakula ili upate nguvu. Bibi yule akamuuliza hivi yule sister aliyekuwa ameshika Biblia yuko wapi? Unamuulizia sister Maria? Ndio huyo. Maria itakuwa anahudumia chakula sasa hivi. Vipi, una shida naye? Ndio, nikiweza kumuona nitafurahi sana. Sawa, ngoja nikuitie. Ameomba aitiwe sister Maria, ana shida naye. Kweli sister mmoja akaenda kumuita sister Maria. Bibi yule akaweka dawa mlangoni pale ambapo sister atapita. Kweli sister Maria akaambiwa yule bibi tuliomsaidia anakuita sister. Sister akasema sawa, hakuna shida, acha niende nikamsikilize. Maskini ya Mungu yupo anaelekea chumbani kwa bibi yule asijue ya kwamba bibi yule hana nia nzuri na yeye. Kweli sister akafika hadi chumbani kwa bibi yule. Ile ameingia tu akajisikia vibaya sana na akapoteza fahamu. Bibi yule haraka sana akamlaza sister kitandani na akafungua ile dawa ili amnyweshe sister. Maskini ya Mungu sister hajitambuni, bibi yule akamnywesha sister dawa ile ambao itamfunga sister na kuwa
chini ya kiumbe kile maisha yake yote. Hatimaye kiumbe kile kimefanikiwa lengo lake. Kwa muda mrefu kilitamani sana kifanikishe hadima hiyo, ila leo kimefanikisha na kumfanya Sister awe chini yake tena. Kilicheka kwa dharau sana na kuona kimefanikisha lengo lake. Sister hajitambui, amelala kwenye kitanda. Bibi yule yupo anacheka ya kwamba amefanikisha lengo lake. Je, unadhani itakuwaje? Sister hatimaye yuko chini ya kule kiumbe. Je, atafanikiwa kutoka au la? Basi usiache kunifollow na kuandika part 41.